Kesho ni fumbo, na kwa hakika hakuna anayejua kesho yake. Kwa mmoja kesho huja na uzuri, huja na tabasamu na matumaini. Lakini kwa mwingine kesho huja na ugumu, huja na maumivu na shida nyingi zisizozoeleka. Kama mnavyoona hawa watoto, hii ni sehemu maalum ya kurekebisha tabia kwa watoto wanaodaiwa kushindikana. Angalau wanavyopigana. Lakini si wote waliofikishwa hapa ni watukutu. Hapana, wengine ni mifumo ya maisha imewakataa. Wamejikuta mitaani na kulazimika kufanya makosa wakiwa bado na umri mdogo. Mpigane njoo. Chuma. Ita mbona unapigana nini? Unapigana? Amefanya nini? Ita mbua na wewe. Ita mbua juu. Wewe sio chuma. Ngoja nikuje ongea naye. Sansa, njoo hapa. Na huyu ni Sansa, ni mmoja wao. Amejikuta ndani ya kuta za gereza la Losewa. Wewe, twende fanya kazi. Lakini swali linabaki, ni nani atakayemsaidia? Na ni kipi kilichomsukuma kufika hapa? Hii ni ardhi iliyomlea na kumkuza Sansa. Inaitwa Nyarugusu mkoani Kigoma. Ni sehemu maalum iliyotengwa kwa ajili ya wakimbizi waliotoka katika nchi za Kongo na Burundi. Asili ya Sansa ni Kongo. Alijikuta akikulia hapa tangu alipofika pamoja na wazazi wake miaka 12 iliyopita, wakikimbia vurugu na machafuko nchini Kongo. Mama Sansa. Wewe utakuwa mwanamke gani lakini? Wa kila mara uko tu ni hapo. Tumechano shotenga. Wewe ni hapo tu, uko na beze hata kupeleka kuwese. Chooni tukubebe, ndani tukuingize, ina maana asubuhi tukutoe, jioni tukuingize. Hivi mwanamke mwenyewe haujali hata bwana. Wewe hivi uko na tu. Niko nakuuliza hivi kuna tu. Wewe si ndio nikasema na wewe? Asubuhi tukunyanyue, jioni pia tukunyanyue. Lakini wala kama nile nwaji lakini. Fio! Nyamaza. Lomo ya Yesu manga na wachoka lakini. Umbavu ube. Wabochoka. Uko bezwa saulie, sio vile? Uko na bezoli. Funga mdomo. Funga. Sina okomba kika mwanaume. Funga. Funga. Nyamaza. Funga mdomo. Baba. Sansa. Ile makuta yenye ulienda kuuzisha kule kwapi? Ila baba, nisipanga tumpeleke mama hospitali. Ama mi njoo sisikisa. Huyu, hivi nani mwenye alikuambia seme zile ni pesa za mtu unaweza peleka mtu kwa hospitali? Huyu iko na bezo hospitali huyu. Anaja matibabu. Ndio kisa alikwambia.
Wewe ni mpumbavu eh? Leta franga kupumbavu. Fata makuto mletea ube. Nyamanza. Pardon. Excuse. Funga. Funga. Ilikuwa nini tu mwana? Hakuna zingine mwana? Hakuna kilio hapa. Hakuna kilio. Ile la mala. Anaenda shule mdogo wangu sile kurudi, umesikia? Haya dada, nitawahi. Sasa ungetakiwa hata na wapi wakaambatana na mwenzio kaenda shule mama. Anahuzunika sana na kupa majukumu ambayo hata huyawezi mwanangu. Hata majukumu hajafana na umri wako mama. Usijali mama. Hiyo yote ni mipango ya Mungu. Ipo siku haya yote yatapita. Unasikia mama? Sawa mama. Pole. Asante. Nimefurahi kukuona. Ujambo? Jambo, shikamoo. Marahaba, mnaendeleaje? Tunaendelea vizuri. Mama anaendeleaje? Kama tu hivyo hivyo, ila anaumwa. Pole sana Sanza. Asante. Anaumwa sana kutokana na hali yako unayopitia kwa sasa. Binafsi mimi kama mwalimu wako ambaye nilikuwa nakutegemea sana kwenye darasa langu, kwa sasa nakuwa sikuoni kabisa darasani. Kiukweli naumizwa sana. Lakini nimejitahidi kukaa na walimu wenzangu na kulizungumzia swala lako. Nashukuru wamenielewa. Tumekubaliana tuje kwenu tuongee tena na mzazi wako ambaye ni baba yako. Lakini kama baba yako ataendelea kuwa bado mkaidi, itabidi tumchukulie hatua kali za kisheria. Pole sana Sanza. Asante. Unajua mama nimemwacha peke yake afu anaumwa. Hamna shida Sanza. Pole sana. Msalimie mama. Naomba msaidie basi. Bayo kite likambo te tumoni moni baninga ye basali lake loko ngana yebiti utumu bimba ye chakula iko wapi Baba? Yaani umetoka asubuhi. Unarudi sasa hivi unataka chakula. Afu kabisa namuona mama anaumwa aliyeki ni mbaya afu unakuja unataka chakula. Na mimi nipe njaa, ndio? Uliacha nini hapa nyumbani? Kuona mlisha mimi, mbona hujawahi kunilisha? Ila baba. Pumpavu zako. Unamuona mama anaumwa, unachukua uji wote unakunywa. Kwani upoje mzee wewe? Upoje kwani wewe? Sasa ni mgonjwa tunakuwa chakula chote. Alafu wewe uji wenyewe hamna hata sukari. Kweli? Sukari? Hakuna hata sukari.
Siku nyingine jaribu kuwa naweka sukari kwenye uji. Kilimo pimba. Yeah. Unywe dawa. Mama. Mama amelala dada. Mama usiniache. Ukusielewi basi nami nione, vitu vyote si umeviumba wewe, na mimi mwanao basi nami nione. Nipo kwenye dunia iliyojaa makasiriko, hata ufunzwe na wazazi bado itakufundisha. Nipo kwenye dunia iliyojaa makasiriko, watu wa karibu nao Sanza mwanangu, mbona hujatengeneza nguo vizuri mama? Ngoja nitengeneze eti. Unapendeza. Haya mamangu, nakuomba nenda shuleni, zingatia elimu yako. Si unajua tunakutegemea wewe. Maisha yenyewe ndo haya. Kwa hiyo wewe ndo msaada kwetu. Basi samahani tuyamalize, naenda kazini kutafuta pesa ya kurudi nyumbani, kazi bure. Akina sisi tunaoangaliwa na familia. Tunasikia njaa. Aya, subiri wadogo zangu, napika sasa hivi sawa? Subiri wadogo zangu,
Mwasi. Mimi ndo franga. Mimi nawaambiaga kila mara mimi na hela mimi. Mimi na hela Baba Sanza. Nani asemjua Baba Sanza? Nyi vijana. Kuna asemjua mimi? Ndo makuta. Kunywa bia. Hapo sasa ndo umeua. Bwana. Unga ndani umeisha. Nimeinjika mawe na wadogo zangu wanajua ni magimbi. Wana njaa na wanahitaji kula. Mungu wangu. Nitafanyeje? Wakati wanasubiri, ngoja nifanye kitu. Asa wadogo zangu, nishawabandikia chakula. Naenda hapo nakuja sasa hivi, nakuja kwa pakula mnakula, msikia? Haya dada. Haya, nakuja sasa hivi, msikia mdogo wangu? Ndio. Shikamoo Mama Tama. Marahaba, ujambo? Sijambo. Samahani kwa naomba unga, ndugu zangu wana njaa sana. Haya, usijali, ngoja nikuchukulie. Haya. Asante. Haya. Nyie mnaangalia nini? Kunyweni bia, mengine hayawahusu. Sema ikifika muda wenu na nyinyi mtakuwa kama mimi, sawa bwana? Mtakuwa na hela hivi. Mtakuwa na pesa kama mimi. Mtakuwa na vitu kama hivi. Kwa hivi vitu sisi tunavipata watu wenye hela, sisi mnanielewa nyinyi vijana. Lakini kama hela una hivi vitu, hawezi kuvipata kirahisi. Sanza. Baba, nenda kuvaa afu nakuja. Kuya. Nenda kuvaa afu nakuja. Sawa. Tulia. Sasa wewe usishakwambia usio nalala huko, njoo chumbani kule na kusubiri, sawa?
Baba Sanza mwenyewe. Isho. Tumemwokota huyu binti, alikuwa hajiwezi wala hawezi kutembea, tukamleta. Huyu binti ni mgonjwa sana mzee. Hivi vya muko naongea kweli? Muko nasema ni kweli ama je? Nasema hivi, mimi sipendi vitu vya mrefu. Museme geto ambao mnatoka geto gani? Mzee, tumesema hivi, sisi tumemwokota huyu binti, alikuwa na hali mbaya, hawezi kutembea, mbeseni memdondoka huko pembeni, ndio tukamchukua kwa utu wetu wewe, tukamleta hapa. We, mimi siigizi hapa. Usiniletee vya kuigiza, mimi siigizi hapa. Nasema hivi, museme mulikuwa mugeto gani? Sasa nawaambia hivi, huyu mtaenda naye. Huyu mnaenda naye. Huyu mtoto anauma mzee. Anabonga nini huyu mzee? Mko nasema mko wazimu. Bezwe yangu. Semeni mmetoka geto gani? Mmetoka kwenye geto gani? Empwete. Mnamwelewa mzee? Huyu mnamwelewa. Sijui anabonga nini huyu. Na tena mtamuoa wewe wote watatu hivi. Kila mtu atakuwa ni mwanati. Donke, wewe wote watatu mlimchangia sio vile. Huyu mzee amesharewa. Ana kabogere huyu. Mimi ndio nakabogere to. Mbavu wewe. Mibwa. Akili una. Jinga wewe. Ndakatochoso. Makako. Malaya tu. Tena afadhali atengi kwa malaya kawaida. Malaya mpaka wanaume watatu. Malaya gani bure? Mama, yamaza, inatosha. Mzee upoje wewe? Mama chafu, unaninyanyasa hivi. Nimekosea nini kwani wewe? Hii malaya tu. Upoje? Upoje wewe mzee? Mainjao. Karibu Sanza. Asante. Karibu sana. Karibu. Mbona hivyo? Mwalimu, mimi nimekuja hapa, nimetoka maisha ya nyumbani. Kila siku mama ananinyanyasa, nataka mama ananinyanyasa, anifanyia vitendo vibaya, kama sio mwanae pia. Lakini mwalimu mlisemaje mtakuja nyumbani, mtakuja kuingia naye, lakini hatamkuja. Ni kweli Sanza, pole sana. Pole sana, ni kweli Sanza. Tulipanga tuje nyumbani kuzungumza na baba yako, lakini kwa bahati mbaya mkuu alisafiri. Tukashindwa jinsi ya kutoka hapa. Kwa hiyo tunashukuru leo amerudi. Tulipanga kesho tuje kuzungumza tena na baba yako, lakini kwa sababu baba yako vitendo vyake vimetuchosha sana. Kwa hiyo itabidi kesho tuje, lakini kishindikana tumchukue tu hatua za kisheria moja kwa moja. Nachokusema sasa hizi ungerudi nyumbani kwa sababu unajua una wadogo zako ambao wanakutegemea sana. Najua unavyojisikia, najua. Pole sana. Mimi sitaki kwenda nyumbani tena. Pole sana, najua, lakini sisi kesho tutajitahidi kadri ya uwezo wetu. Tutakuja nyumbani, tutazungumza na baba yako na ikiwezekana tumchukue tu hatua za kisheria. Sawa mwalimu. Ningekusii sasa hizi urudi nyumbani, sisi kesho tutakuja mapema sana. Sawa Sanza. Sanza. Sikia. Mimi sitaki mambo mengi wa. Sijui unanielewa. Yaani zile purukushani. Bwana sizitaki zile. Sijui unanielewa.
kitukio itasuku chose. Mimi bwana niko chumbani. Nahitaji vitu vyangu mama. Maana ni vitu ambavyo sisi tunafanya siku zote. Go, sitaki unicheleweshe. Nipe vitu. Utoke na nani? Na wewe. Na mimi nitoke na nani? Na wewe. Na mama utoke na Basanza. Niko chumbani. Sasa ule wako chelewa. Chelewa sasa wewe. Chundani. Si za matichi. Nitoke na nani? Na Sanza. Kula mali zangu mwenyewe sasa. Sili vyangu, sili vyangu. Tege vitu vyangu mama. Maana vitu ambavyo sisi tunafanya siku zote. Shikamoo. Marahaba. Samahani, nilikuwa naomba maji. Naomba maji? Aya, lakini mbona umeenea damu mwili mzima? Hamna tu, nilikuwa naomba tu maji. Naomba tu maji. Aya. Atakuwa amenishtukia ni.
Baada ya kazi baba. Salama baba. Na binti amepita hapa? Amepita si muda mrefu. Mama uko wapi? Mama. Mama. Sasa mmoja kama dende chooni. Shikamoo babu. Marahaba. Samahani nilikuwa naomba maji. Wewe umetoka wapi? Natoka kule kambini. Kambini? Kuongeze? Mimi naenda babu. Haya.
Nipo kwenye dunia iliyojaa makasiriko, hata ufunzwe na wazazi bado itakufundisha. Nipo kwenye dunia iliyojaa makasiriko, watu wa karibu nao watakufelisha. Natamani nilie ila muda kuna muda naogopa kula pesa ya kula nione. Pesa shikamoo, kama nishawahi kukukosea basi samahani tuyamalize. Naenda kazini kutafuta pesa ya kurudi nyumbani, kazi bure. Akina sisi tunaoangaliwa na familia, tuna cha kurithi zaidi ya jina la ukoo. Tukirudi nyumbani tunashangiliwa, tunategemewa. Natamani nilie ila muda kuna muda naogopa kula pesa ya kula nione. Una hela. Shuka. Unapanda gari una nauli. Toka huko. Watu wenzetu tembea. Mtoto anaonekana ana njaa, sema atanifaa kwenye kazi zangu.
Umejipangaje? Ndio nikuulize wewe umejipangaje? Yaani wapi huyo? Nimemtoa huko. Mimi tena utaniweza. Sina kiungo. Sema wewe kwa na chombo. Boss, unafanyaje? Mtoto yule unaonaje? Fanya mchakato bwana, bei gani kitu gani toa hela. Niambie kwa kuna. Kashapita. Wewe toa hela acha maneno. Maneno mengi ya nini? Haina. Asa hela gani nayo? Wewe tena. Kuongeza hela bana, hela gani umetoa? Hapo sasa sawa. Umeelewana. Fanya hivi. Baadaye jioni. Sasa kwa mtu wangu ndio. Kisha kwamba mimi sina shombo. Sawa. Eti msaada. Huu ni msaada kweli? Napitia yale yale. Nguo hizi utavaa. Kuna mgeni wangu anakuja. Sasa leta ushamba wako unizalilishe. Yaani naomba umtendee haki. Sawa? Sawa dada. Hello. Jackie, wewe mbona miaisho sana mshikaji wangu? Kwani vipi? Kwani vipi mimi nimetoka huko unakuja hapa kwako sikuti mtu? Ukuti mtu kivipi yani? Mbona sikuelewi? Sasa kipi usichokielewa hapo? Nimekwambia nimetoka huko, nimekuja hapa kwako, hamna mtu. Mimi nimemwacha mtu hapo ndani bwana. Hebu acha hiyo mambo. Kwa sasa mimi sina akili yani. Bana, hasira za nini bana? Mimi si nipo, kwani shida ni nini? Basi nakuja. Oya, mimi mawazo yangu yote nilijua kwamba nakutana na kitu kingine. Sasa unje kuniambia tena wewe kila siku wewe tu. Achana na hizo bana, nakuja mwenyewe. Kwani shida shilingi ngapi bana? Wewe unje unazingua, poa chapo. Poa. Shikamoo kaka. Baba dogo vipi? Safi, samahani kwa naomba lift. Unaenda wapi wewe? Nenda hapo mkono unaofuata. Uko na nani hapa? Peke yangu. Wewe unakuja peke yako sehemu kama hii? Nani tena wewe wewe? Hapo muda mali mzee. Dogo tunamchukua tanda naye hapo mara moja hapo. Unasema unaenda wapi? Unasema dogo? Nenda hapo mkono unaofuata. Zunguka huko.
Poa. Vipi babu? Naanza yeye, naanza mimi. Aza wewe babu, wewe ndio suka. Sasa unasubiri nini muda wote ule? Rafiki yangu, piga chini mimi nianze kufanya kazi yangu hapa. Hili chako sasa usichukue time. Kama kawaida, si unaona mtoto wenyewe jinsi alivyo babu. Shuka chini sasa unaona. Mimi naingia. Teremka, piga chini sasa babu, nimaliza mambo yangu hapa. Acha tamaa, ushakubaliana tumekubaliana babu. Chapu wala za babu. Piga chini basi chapu chapu. Huku Sanza akipitia nyakati ngumu za unyanyasaji wa kijinsia na huku wadogo zake nao wanapitia maisha magumu ya shida, njaa ya wizi na wanapambana ili waendelee kusogeza siku. Ikiwa hakuna matumaini tena ya kumuona baba, mama wala dada yao kipenzi. Poa. Ndio mvua ni makelele yote kupigia nasikia sasa sasa na traffic hapo. Mtu analialia kwenye gari na kwa msiba huo baba. Tunasimamisha na tunaika pembeni hapo. Tulia babu basi nyamaza. Vipi? Kelele tutaki, hatuna msiba hapa Sawa. Haya ni maumivu na machungu makali ndani ya moyo wa Sanza.
Kabuka! Makule! Kabuka! Makule! Sekuse. 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 Naitwa nani? Mimi naitwa Sanza. Sanza. Kabuka! Kabuka! Makule! Kabuka! Makule! Baba. Shida. Nataka tena atoke huko. Hija ni sahi hija. Tunamtaka haja hano tumuge. Mulika. Unitegereza haya ndio nirungire hano. Mulika. Kimeseka baseka. Lazima nipate. Kabuka, hii ni sehemu iliyotengwa na koo, mojawapo kwa ajili ya kufanya matambiko yao. Lakini kinachoshangaza ni watu wenye imani potofu dhidi ya watoto wa kike. Je, unaijua salamu yao kwa madaha? Wanasalimu kwa jina la Kabuka, alafu wanaitikia makulele. Nampeleka kwa msimisho chetu ndani tukikimbia kwa arudishwe tena. Kwa hiyo mtu akiondoka huko ndani arudi tena? Arudi tena. Hizo mtamabuni zao walizoziweka. Mimi na imani mtoto wetu atakuja kuwa kiume. Lakini mume wangu, hivi hizi tamaduni zenu unaziona ni sawa kweli? Eti akizaliwa mtoto wa kike katika kijiji ni kosa,
Mimi kwa kweli nimechoka. Mke wangu, haya mambo hayakuwepo zamani, ila uongozi wa sasa ndio umeweka utaratibu. Kwa mimi sidhani kama kutakuwa kitu chochote ambacho kinaweza kukaribu maisha yetu. Aje kama Mwenyezi Mungu alipanga kwamba tuzae mtoto wa kike itakuwaje? Mke wangu, ukisema anza kufikiria mambo hizo ni kama inaleta maana. Kikubwa tu tusubirie. Tuwe na subira. Kwa mimi naomba nikutoe wafu. Usijali kwa mambo tukosa. Doshi. Kwa ina maana utaki kula? Nisikii hivyo. Kwa ina maana mtoto wetu atakula nini? Nisikii hivyo. Wanaamini kwenye kafara ya damu, hasa kwa mtoto wa kike mchanga. Pale unapozaliwa tu, hapo hapo anatakiwa kufa.
Sanza anapata bahati, siku ya kutolewa kafara ndiyo siku anazaliwa mtoto mchanga wa kike. Hivyo kafara yake inahairishwa na kufanyiwa mtoto huyo mchanga. Hii ndiyo kabuka, alafu sote tuitikie makulele. Umerudi? Kweli una Mungu. Nilimleta sijui. Una bahati sana. Huo mundani mtu akichukuliwa harudishwi tena. Una bahati, tena una bahati sana, ila zamu yako itafika. Kobelo! 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 Naam. Kabuka. Makule! Kwa muda mrefu nilikuwa nikimelalamikia mke wangu kwamba nahitaji mtoto. Kweli leo nimeshindwa kuilinda damu yangu kwa walichonifanyia. Hakika na mimi nitalipa. Niseni kwa makini. Leo siku yenu kuondoka. Nitaelekeza njia ya kupita nikiongozana na mke wangu hadi katika kijiji cha pili, sawa? Unasikia? Sikize. Piteni hii. Tena fanyeni haraka iwezekanavyo kabla hajakamatwa. Unasikia? Lakini mume wangu, una lengo hili sasa hivi. Naomba tuondoke huku tafadhali. Usijali mke wangu. Mimi bado kuna mambo nayafanya. Ila na imani mimi nitakuja. Naomba waishi hapa hadi kijiji. Sawa? Sawa. Fanyeni.
Jikazi twende. Mimi nimechoka, sasa kutembea. Nyinyi nendeni tu. Inuka basi, sijui naweza kafika hapa. Nyinyi nendeni tu. Jitahidi unaweza kafika hapa. Jikaze basi. Nendeni nyinyi, niacheni, nimechoka. Kisasi cha Kobelo ni kuteketeza hizi tamaduni. Alichoshwa nazo. Alifanya maamuzi ya kuchoma hii sehemu ya matambiko kwa maumivu makali baada ya mtoto wake kuuliwa. Odi? 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 Hey! Nani? Karibuni. Asante. Shikamoo. Marhaba. Shikamoo. Marhaba. Karibuni. Asante. Karibuni ndani. Karibuni. Poleni sana kwa aliyowasili. Asante mjomba. Jambo tu la kumshukuru Mungu. Na sasa mume wako umemwacha wapi? Mume wangu atafika hivi karibuni, hata usijali. Jambo la kumshukuru. Na Mungu basi amuongoze. Sawa. Yaani Mama Tindu. Hebu watafutie nguo za kubadilisha. Ndio kubadilisha. Yudi, njoo. Njoo. Vipi unaenda wapi? Naelekea kule. Unajua sasa hivi tabia zako zimekuwa mbaya sana. Sasa hivi sifa zako ni mbaya sana hapa mtaani. Yaani umekuwa mwizi, unaibia sana watu. Afu kiangalia bado mdogo. Waache hivyo, sawa? Watu watakuua. Watu sio wazuri, sawa? Waache tabia hizo, ndio mtoto mzuri. Umesikia mdogo wangu? Aenda nyumbani. Uende nyumbani, sawa? Afu kiangalia na umri wake na vitu anavyofanya. Sio kabisa. Mtoto mdogo unajua. Mdogo sana, yaani ukiangalia umri wake na vitu anavyofanya sio kabisa. I say.
Alikata tamaa. Alishindwa tena kuendelea na shule. Alikuwa mtukutu. Aliamua kufanya wizi ili maisha yaendelee. Huyu ni Yudi. Amna, wakati unalia hapo. Mimi sina sehemu ya kuishi wala pa kulala. Kwani umetoka wapi wewe? Na unaelekea wapi? Na kwani wapi? Nimetoka kambini. Huko umekuja kufanyaje? Kama nilivyokuambia sina sehemu ya kuishi wala pa kulala. Basi sawa. Mimi na mzee hapa anaitwa Mzee Bandido, ananistiri, ananipa mavazi, chakula na sehemu ya kulala. Mimi kazi yangu ya kuuza bazabibu. Si unanielewa? Kwa hiyo nakupeka kwa huyo mzee. Usiniharibie kibarua changu. Maana mzee ni mtata kweli yani. Basi sawa, ameshameza biashara hapa ndo naelekea. Kwa hiyo tunaweza kuongozana. Mzee Bandido! Mzee Bandido! Eh. Shikamoo. Marahaba. Mbona leo umewahi kurudi? Haya, hebu nipeze hizo pesa. Lati. Abe. Haya, unaweza kwenda mama. Lakini Mzee Bandido. Lakini nini tena? Samahani. Nimekuja na mgeni huyu hapa akasema anakuja kufanya biashara. Una uhakika naye? Ndio. Lakini si unajua tuna vijana wengi sisi hapa kazini. Kama anaweza kufanya kazi, hilo halina shida mama. Basi sawa. Haya, mnaweza kwenda. Karibu, hapo ndo kwetu, ndo Mzee Bandido ndo anatustiri. Maana watu wengi wengine wanafanya biashara. Chumba chetu hicho hapo. Haya, sawa. Lakini usiniangushe, sawa? Maana hii ndo sehemu na postiri, baba yetu na postiri. Kuwa na amani. Njoo nikuonesha. Malaika! Malaika!
Haya, hapo tayari. Haya, uhakikishe mnaenda kufanya kazi. Sawa. Haya. Ulimwona wapi malaika? Nilekea huko chini. Turudi nyumbani. Mama hapa yupo. Mama hapa yupo, turudi nyumbani. Mama yupo. Hapa yupo. Mzee Bandidu. Naam. Nishamaliza biashara, pesa hii hapa. Ni pesa. Lati. Abe. Mama, umekuwa mjanja siku hizi. Mbona pesa hii haitoshi? Pesa nyingine iko wapi? Hebu niongezee pesa. Lete. Lati, hivi mwenzako anaonekana naye ni vizuri sana. Ana miaka mingapi? 13. Mimi watu kama nyie ndo napendaga kufanya nao biashara. Hebu sogea kidogo karibu nikupapase. Uko wapi? Lati, mwezio yuko wapi? Huyo hapo. Lati. Abe. Asa huyu leo ile zamu yako ile unaofanyaga kule leo itakuwa zamu yake yeye. Haya sawa. Haya, umenielewa eh? Ndio. Haya, muendelee na majukumu mengine. Haya. Hivi Lati, nikuulize swali. Uliza. Kwa hiyo ndo kuniambia hizi pesa zote ambazo tukiuza hizi hivi tunampelekea yule mzee. Ndio, yani hapo kikubwa tupate kula na pakulala. Mengine tumwachie Mungu. Si unanielewa? Kwa hiyo hela zote tunampelekea yule mzee, atupe hata hela hata moja. Ndio. Yudi. Njoo. Hadi ujambo? Jambo mwalimu. Shikamoo. Marahaba, unaendeleaje? Kwa salama. Sasa mimi nimeona hapa nyumbani mazingira mnayoishi, sitoshe baba hayupo na dada. Nimeamua nje kuwachukua mkaishi na mimi pale nyumbani. Sasa naomba mjiandae, nakuja sasa hivi kuwachukua. Sawa? Haya, nenda endelea kucheza. Nakuja sasa hivi.
Hivi Lati, hizi pesa zote atuchukue hata kidogo? Wewe, mimi sina mpango wa kuchukua pesa ndogo, na mpango wa kuchukua pesa zote. Alafu mimi nishachoka kumtumikia yule mzee Bandido. Kila siku tunauza mazabibu tu. Lati, unamjua yule mzee alivyo? Kwa ndio kuchukua pesa zote? Sio pesa zote tu, na hata zile za ndani naweza kuzichukua. Alafu nasikia maisha ya Dar es Salaam ni mazuri sana. Hii pesa inaweza kutusaidia hii. Kwa hiyo Lati unataka kuniambia hizi pesa ndio zinatosha kwenda kuanzisha maisha huko Dar? Ndio zinaweza kutusaidia. Leta nizihesabu kwanza. Lati, unaweza kama mimi naogopa hivyo. Wewe niachie mimi, yule anaweza kudili naye. Unaogopa nini? Tulia. Hiyo nzuri, chukua hiyo. Lati nzuri. Hiyo sijaipenda. Hebu angalia nyingine. Hiyo nzuri yani. Hii ndogo sana. Sawa poa. Lati, nasikia maisha ya Dar es Salaam ni mazuri sana. Kwa mimi maisha ya Dar es Salaam ni mazuri sana. Hata maisha mazuri sana. Ila kumbuka tunaenda sehemu tusipojua. Watu leo kwanza tufike. Mimi ndani kwenu. Ndio kwingine tunaenda kutafuta. Najua lakini tunaenda sehemu ambapo hatupajui Lati. Kwa sijali, kwingine tunaenda kutafuta tuanze maisha. Sawa. Maana mjini kuna kazi nyingi sana. Tunaenda kufanya kazi tunapata kazi. Sawa. Marahaba mjambo. Jambo. Mbona unakuja unafurahi sana? Mimi nimefaulu. Umefaulu? Ndio. Tuone. Mwanangu, si unajua mama yako sijui kusoma. Niambie umekuwa ngapi? Nimekuwa wa kwanza. Wa kwanza? Hongera sana mwanangu. Hongera. Alafu mdogo wako? Mimi nimepata wa 10. Wa 10? Haya tuone matokeo. Kachana. Uongo mama, usimsikilize. Kwa hiyo hujapewa matokeo? Hawajatangazia. Kachana. Sasa kwa nini uchane karatasi kama umefaulu? Sisi hawajatangazia. Wewe unaonyesha umeshafeli, alafu unakuja kunidanganya kwamba umefaulu. Hongera sana mwanangu. Yaani hongera sana mama yangu, nashukuru sana. Mungu akubariki katika masomo yako. Kwani makamisi unanikwenda? Sasa maisha kutafuta, unapenda isaidii chochote kile, tunatakiwa tupambane.
Usilie, sawa? Maisha ni kutafuta. Ukikaa unafikiri atakusaidia naye kama sasa kujitafuta yenyewe. Maisha ni kupambana. Ukilai saidi kitu chochote kile. Piga moyo konde. Ushinde moyo. Kiagodi nione, ukusielewi basi nami nione, vitu vyote si umeviumba, na mimi mwanao basi nami nione, nipo kwenye dunia ilojaa makasiriko, hata ufunzwe na wazazi bado nitakufundisha. Nipo kwenye dunia ilojaa makasiriko, watu wa karibu nao watakufelisha. Natamani nilie ila muda hakuna, kuna muda naogopa kula pesa ya kula nione.